Mkataba wa Faisal Salum Toto kwa sasa uko ukingoni. Mkataba huo umeweza kubakiza takribani miezi miwili. Huu ni mkataba ambao miaka mitatu iliyopita basi Faisal Salum Toto aliweza kuusaini katika klabu ya Azam FC akitokea kwenye klabu yake ya zamani, klabu ya Yanga. Kipindi kile ambacho mambo mengi sana aliweza kuzungumza kuhusiana na Faisal Salum Toto, ikiwemo kulishwa ugali na sukari. Sasa kwenye ule mkataba basi imebaki miezi miwili. Hapa ndipo changamoto inapoanzia, kwa sababu moja kati ya timu kubwa katika mitaa ya Kariakoo, moja kati ya wababe wa soka hapa nchini Tanzania ambao wote tunajua makazi yao yapo Kariakoo, basi ameweza kuingiza miguu yake na kuweza kuinasa saini ya Faisal Salum Toto. Faisal Salum Toto ni uhakika msimu ujao hataweza kuvaa jezi za Azam, atavaa moja kati ya jezi za wababe wa soka ambao wanapatikana pale katika mitaa ya Kariakoo. Aidha ni jezi za njano na za kijani au ni jezi nyekundu na nyeupe. Wewe mshabiki wa Yanga, wewe mshabiki wa Simba, wewe mtazamaji wangu wa Bongo 9, kama unahitaji kufahamu ni nani ambaye amefanikiwa kunasa saini hiyo ya Faisal Salum Toto na ni kwa dau la kiasi gani, kitu cha muhimu ambacho unatakiwa kukifanya ni kuhakikisha wewe umesubscribe channel yako pendwa kabisa ya Bongo 9, alafu ukae nami mwanzo mpaka mwisho ili niweze kukwambia ni nani ameweza kunasa saini ya kiungo bamia, kiungo mzuri kabisa huyu kutoka Azam FC, Faisal Salum Toto. Bwana, sisi wote tunafahamu ya kwamba Faisal ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, hususan katika masuala mazima ya kufunga magoli pamoja na kupasia, kwa sababu hivi ambavyo tunazungumza Faisal Salum Toto ana goli 7 pamoja na assist 7 msimu huu wa NBC Premier League, na hakuna mchezaji yoyote yule ambaye ameweza kufikisha namba hizi za Faisal. Hakuna mchezaji yoyote yule ambaye ameweza kuhusika katika magoli 14 kwenye ligi kuu ya NBC Premier League. Na of course hizo sio namba za kubahatisha. Huo umekuwa ni muendelezo wa Faisal Salum Toto kuweza kufanya vizuri. Hiyo imekuwa ni hali ya kawaida kwa Faisal Salum Toto kuweza kufanya vizuri, kwa sababu hata msimu uliopita aliweza kuwa na assist 13 pamoja na goli 5. Yeye ndo alikuwa ni mtu ambaye amehusika kwenye magoli mengi zaidi akifuatiwa na Jean Charles Ahoua. Lakini hata msimu wa 2023-2024 aliweza kutia kambani goli 19 na assist 7. Ukiangalia hapo unaweza kumuona Faisal Salum Toto akiwa ni mtu ambaye ana consistency ya kutisha, akiwa ni mtu ambaye anafanya vitu vyake kwa muendelezo. Sasa klabu ya Simba kutokea pale katika mitaa ya Msimbazi, ambayo hii masuala mazima ya usajili yanaongozwa na Mohamed Dewji, imeweza kufanikiwa kunasa sahihi ya Faisal Salum Toto. Msimu ujao Faisal Salum Toto atavaa jezi nyekundu na nyeupe. Msimu ujao Faisal atatangazwa pale katika viwanja vya Bunju Arena na atakuwa akicheza pale katika kiwanja cha JKT cha Meja Jenerali Samuyo kama mchezaji wa timu ya Simba. Bwana, hili dili Mohamed Dewji aliweza kupambana sana, kwa sababu alikutana na upinzani mzito kutoka kwa timu ya Yanga, kwa sababu na wao walikuwa wanahitaji huduma ya Faisal Salum Toto, kwa sababu ukiangalia katika klabu ya Yanga toka Faisal ameweza kuondoka, basi imekuwa ni vigumu kwa kupata mbadala wake. Imekuwa ni vigumu wao kupata mtu ambaye anafanania na Faisal Salum Toto, lakini nguvu ya pesa na nguvu ya ushawishi, hatimaye Faisal Salum Toto ameweza kwenda na kusaini katika klabu ya Simba. Klabu ya Simba imefanikiwa kunasa saini ya Faisal Salum. Kwa hiyo msimu ujao Clatous Chota Chama pamoja na Faisal Salum wataweza kucheza katika kiwanja kimoja, wataweza kucheza katika timu moja, na mimi kwa upande wangu naweza kusema hii ni bingo. Huu ni usajili mkubwa ambao endapo utatoka utaweza kutingiza Tanzania, kwa sababu hata sisi kama Bongo ndio tulivyopata taarifa hizi hatukuweza kuamini, lakini kwa kuwa vyanzo vyetu siku zote vimekuwa vikiaminika, basi tuliweza kuamini na tukaona tuweze kukusogezea wewe mpenzi mtazamaji, wewe mshabiki wa soka, wewe mshabiki wa timu ya Simba. Na taarifa hizi basi zitakuwa ni taarifa njema sana, zitakuwa ni taarifa ambazo ni nzuri kwa upande wa mashabiki wa Simba, lakini kwa upande wa mashabiki wa
Yanga wao watakuwa wameweza kukosa mchezaji muhimu sana. Wao watakuwa wameweza kumkosa kwa mara nyingine tena Faisal Salum Toto. Na Fei Toto alisema kabisa yeye hawezi kurejea tena katika klabu ya Yanga, mahali ambapo walikuwa wakimlisha ugali na sukari. Walikuwa wamemtesa sana, waliweza kumtukana mama yake. Faisal Salum Toto waliweza kupitia magumu mengi sana katika klabu ya Yanga, na ndio maana baada ya kuona klabu zote mbili zinamtaka, Simba pamoja na Yanga, yeye ilibidi aweze kuichagua timu ya Simba ili akaweze kulelewa katika malezi mazuri, na ofa nono ambayo bwana Faisal Salum Toto aliweza kuwekewa ndicho kitu ambacho kiliweza kumshawishi. Japokuwa Azam na wenyewe waliweza kumwekea ofa nyingi sana bwana Faisal Salum Toto, pesa nyingi, magari mazuri amekuwa akimnunulia kila msimu, akifikisha magoli 10 amekuwa akipewa bonus na bonus zaidi. Ndugu zake akiwa mama yake waliweza kuajiriwa katika makampuni ya Bakaresa, lakini hiyo haikutosha kwa timu ya Simba kushindwa kumngoa Faisal Salum Toto katika klabu ya timu ya Azam. Na ukizingatia Simba wao walisema ya kwamba kama mama yako na familia yako wamepewa kazi katika makampuni ya Azam, basi na sisi huku basi tuna Mo, ndugu zako wataweza kupewa kazi nzito, kazi ambazo zinaeleweka, kazi zenye mshahara mzuri katika makampuni ya Mo. Na kama ambavyo tunafahamu, Mo pamoja na Bakaresa wamekuwa ni wafanyabiashara wazuri zaidi hapo Tanzania, na Mo ndio tajiri kuliko hata Bakaresa, kwa sababu Afrika Mashariki ya Kati basi hakuna tajiri ambaye ana mawe, hakuna tajiri ambaye ana pesa kama Mohamed Dewji. Sasa wewe kama ni mshabiki wa Simba, enjoy the Zanzibar finest, Zanzibar greatest Faisal Salum Toto. Msimu ujao atacheza katika jezi ya Yanga. Hii sasa limekuwa ni pigo kubwa kwa Engineer Saidi, mara baada ya Engineer Saidi kuweza kushinda mabato mengi sana ya usajili. Aliweza kushinda mabato mengi mbele ya timu ya Simba. Aliweza kushinda bato la Bala Musa Conte, aliweza kushinda bato la Aziz Ki, lakini mwisho wa siku Mohamed Dewji pamoja na bodi ya wakurugenzi wa timu ya Simba na mwenyekiti wa timu ya Simba Murtaza Ali Mangungu wameweza kumzidi kete kijana wa GSM Engineer Saidi, na wameweza kuinasa saini ya Faisal Salum Toto. Bwana, mimi niseme ya kwamba sina la ziada, lakini kutokea mwanzo mpaka mwisho ulikuwa nami presenter wako wa siku zote Richmond TZ. Lakini kabla sijakuacha mpenzi mtazamaji wa Bongo 9, kitu ambacho ningependa nikuase ni wewe kuweza kusubscribe channel yetu ya Bongo 9, na baada ya kuweza kusubscribe basi unatakiwa kuweza kutana on notification, ili kila ambapo tunaachia posti zetu, kila ambapo tunatoa taarifa za kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania, uwe unakuwa wa kwanza kuzipata na kuziona, na uweze kujua nini kinaendelea kwenye masuala mazima ya kimichezo kutoka ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Once again ulikuwa nami Richmond TZ. Mpaka wakati mwingine kwenye mambo mazuri ya kimichezo kama haya.